Yo, mambo vipi? Leo tunaendelea tulipoishia sehemu na video iliyopita. Last time tulishia sehemu 26 na leo tunaendelea sehemu 27. Yaani sehemu 27, 28 na 29 kwenye video ya leo. Sehemu 27 ilikuwa inaitwa Tales of Uther Pendragon na ilikuwa na part 1 na part 2 ambayo part 2 iliendelea sehemu ya 28. Bwana, part hii ni sehemu ambayo Morgana alianza kuonyesha sumu yake ndani ya Camelot. Tunajua wazi kwamba Morgana aliondoka Camelot pamoja na Morgause. Pindi kile amewekewa sumu na Merlin baada ya kuleta vimbwanga ndani ya Camelot. Baada ya mwaka mmoja leo Morgana anapatikana tena na analetwa Camelot na Arthur. Mfalme anafurahi sana bila kujua kwamba Morgana sasa amerudi na amebadilika kabisa. Garus anafanya matibabu kwa Morgana na anagundua kwamba hana shida yoyote. Narudi huku na anamputa Merlin akiwa kwenye hofu kubwa sana, akiogopa vipi kama Morgana atamwambia Uther kwamba alijaribu kumwekea sumu ili amuue kipindi Morgause amevamia Camelot. Lakini baadaye Morgana anamuita Merlin na anamtoa hofu, anamwambia kwamba hata yeye angefanya hivyo hivyo ili kuwasaidia marafiki zake na kuisaidia Camelot. Usiku Morgana na Uther wanaongea na kufurahi sana, lakini Morgana anaonekana na lengo lake binafsi kichwani. Anaondoka huku anacheka kinafiki. Morgana anakutana na Morgause nje ya Camelot na anapewa uchawi ili amwekee Uther. Na uchawi huo utaweza kumfanya Uther awe kichaa kabisa na kumfanya Uther aone mauzauza ambayo hayapo. So plan inafanikiwa. Mfalme wa Camelot anaonekana kama amechanganyikiwa na taarifa zinawafikia maadui wakubwa wa Camelot na watu mbalimbali wa falme za karibu na Camelot kwamba mfalme wa Camelot ana matatizo ya akili. Baada ya pale, usiku unaofuata Morgana anampelekea Morgause taarifa za ushindi kwamba dawa yao inafanya kazi vizuri. Na siku inayofuata Morgause anakutana na Sendredi. Sendredi tunamfahamu, huyu ni adui mkubwa wa Camelot na anamwambia kwamba huu ni muda sahihi wa kuivamia Camelot kwani Uther amechanganyikiwa. Lakini Sendredi anaona kama haiwezekani na anaogopa sana ufalme wa Camelot. Ndipo Morgause akamwambia kwamba wanaye msaada ndani ya Camelot ambaye ni Morgana, hivyo asiwe na mashaka. Lakini Camelot na yeye anashtuka mpango wa Sendredi baada ya Sendredi kuongeza jeshi lake, huku hali ya Uther inazidi kuwa mbaya siku hadi siku. Usiku mmoja Merlin anaona uchawi aliowekewa mfalme na Morgana na anaona Morgana akiwa anabadilisha uchawi ule akiwa chini ya uvungu wa kitanda cha Uther Pendragon. Baada ya Morgana kubadilisha, anaonekana akitoka, hivyo Merlin anaamua kumfuatilia mpaka ajue ni wapi Morgana anaenda. Morgana na Morgause wanakutana tena, huku Merlin akiwa anawachungulia kwa siri. Anasikia kila kitu, ila kwa bahati mbaya wanagundua kwamba Merlin yupo pale. Morgause anampiga nyororo za kichawi Merlin na Merlin anaachwa msituni bila msaada wowote. Anajaribu kujifungua nyororo zile za kichawi lakini inashindikana. Anajaribu kadri awezavyo kutumia uchawi wake kuziondoa lakini anashindwa. Upande wa pili, Sendredi ameanza safari yake kuelekea Camelot na Arthur anagoma kurudi nyuma. Anaamini baba yake atakuwa sawa, hivyo waendelee kujiandaa na vita. Huku Merlin hali yake imezidi kuwa mbaya, anavamiwa na nge hatari na anaumwa na nge wale. Anakuwa hana msaada wowote, ila msaada wa mwisho ni Dragon. Anamuita Dragon kutumia nguvu zake za Dragon Lord. Na huo ndio ulikuwa mwisho wa sehemu ya 27. Sehemu 28 ilianzia kwa Merlin. Baada ya Dragon kumsaidia, Merlin anaonekana kupata nafuu na kuwa sawa tena. Na Dragon anambeba kumrudisha Camelot. Huku anamwambia kwamba ni muda ambao inabidi awe makini sana kwani anguko la Camelot linakaribia na vita na changamoto kubwa zaidi na majanga makubwa zaidi ndani ya Camelot yanakaribia, hivyo awe makini sana. Merlin anakutana na Garus na anamuelezea kila kitu. Anaenda haraka kwa mfalme na kutoa ule uchawi ambao unawekwa na Morgana kwa mfalme. Merlin anakutana na Morgana na Morgana anamtishia Merlin kwa kumwambia kwamba kama akisema chochote basi na yeye atasema alijaribu kumuua pindi Morgause amevamia Camelot, yani kwa kumwekea sumu. So Merlin anakausha. Sasa leo Knight mkuu wa Camelot analeta habari kwa jeshi la Sendredi ni kubwa sana na limekaribia kabisa ndani ya Camelot. Garus anamshauri Arthur waitishe maongezi au mazungumzo pamoja na Sendredi ili kubuy time, lakini Arthur anakataa na anasema Camelot ijiandae kwa vita kwani haijawahi kuvamiwa kabla. Usiku Morgana anakutana na Morgause kama ilivyo kawaida yao. Anamwambia kuwa Merlin amerudi, lakini Morgause anamwambia asimwaze Merlin na yeye aendelee na mpango uliopo. Achukue fimbo ile ya kichawi na aende nayo Camelot, then kuna wakati ambao itabidi atumie fimbo hiyo ili kuidhibiti Camelot. Camelot kumechangamka, vita imeanza. Wanajeshi wa Camelot wanaonekana kupambana kwa bidii kubwa kwani wameonekana kuwadhibiti wanajeshi wa Sendredi. Ndipo Morgana anaenda kutumia fimbo ile ya kichawi kuamsha jeshi la wafu. Wasema Army of the Dead, ambao hawa ni wanajeshi wa zamani wa Camelot ambao walikuwa wamezikwa kwenye makaburi yaliyoko ndani ya Camelot. Sasa wanajeshi wa Camelot wanakuwa wamezidiwa zaidi na idadi kubwa ya wanajeshi wanaotoka nyuma yao. Kwa mbele wako wanajeshi wa Sendredi na kwa nyuma wapo wanajeshi wafu, yani Army of the Dead. Shangaa wanakutana na skeleton na kupigana nazo, lakini skeleton zile hazifi kabisa. Merlin haraka anakimbia kumtafuta Morgana ni wapi alipo. Na mwisho anamkuta Morgana akiwa anailinda fimbo ile ya kichawi.
ambayo iliamsha jeshi lile la wafu. Merlin anapigana na Morgana kwa upanga na anafanikiwa kumdhibiti, kisha anaikata fimbo ile kwa kutumia uchawi, na hapo Camelot inapata ushindi tena baada ya Army of the Dead au jeshi lile la wafu kudondoka chini. Baada ya kuona kimenuka, Sindred pamoja na Morgause wanaamua kurudi nyuma, huku akimlaumu sana Morgause. Asubuhi mfalme yupo sawa na anaamuru Morgana apongezwe, kwani yeye ndiye aliyetoa fimbo ile ya kichawi. Mfalme hakujua chochote, na taarifa zilienea kwamba Morgana ndiye aliyesaidia Camelot kwenda kukata fimbo ile ya kichawi na kuwaua jeshi lile la wafu. Na huo ndio ulikuwa mwisho wa sehemu ya 28. Bwana, kama bado hujasubscribe hakikisha unafanya hivyo, kwani movie kali na recaps nyingi zinakuja kila siku, lakini pia series bomba za zamani na mpya zinakuja kila siku ndani ya channel ya Marside. Baada ya Merlin tutafuata movie nyingine kali zaidi ya zamani kidogo, na nyinyi wenyewe mtachagua mwisho wa movie hii ni movie gani ifuate baada ya movie ya Merlin. Lakini recaps za single movie zinakuja kila siku ndani ya Marside, hivyo hakikisha umesubscribe pia ili kuweza kuenjoy, lakini pia makala na video nyingi za kuvutia kwa ajili yako mshabiki wetu tunakuletea ndani ya Marside. Sasa andika sehemu 9 kwa Queen's Gold. Goblin ni viumbe wanaopenda sana gold. Wanaweza kawa na asili fulani ya kichawi pia. Merlin leo anatuma na Gaius maktaba kwenda kutafuta kitabu fulani. Akiwa huko, wakati anatafuta aliona kiboksi kidogo cha material na alisikia sauti ikitoka ndani ya boksi lile. Akatamani kuchunguza ni nini kipo ndani. So akajaribu kufungua boksi lile. Ghafla kimnyama cha kichawi kikatoka ndani ya boksi lile. Hichi ndo kigoblin. Merlin anajaribu kukamata ili akirudishe, lakini anashindwa kabisa na kinazidi kuleta vurugu. Hivyo Merlin anaamua kutoka na kukiacha. Anarudi chumbani kwa Arthur na anakuta chumba kimevurugika. Kumbe kigoblin kile kinatafuta goldi na kimevuruga karibia vyumba vyote ndani ya Camelot. Merlin anarudi na kumwambia Garius, lakini Garius anamwambia kwamba kiumbe kile ni hatari, kama kisipodhibitiwa kinaweza kiharibu kabisa Camelot na kuiba gold zote zilizopo Camelot. Upande pili, Uther leo amepigwa kipara kabisa. Mfalme wa Camelot amepigwa kipara na kiumbe kile cha ajabu na anamuita Garius, lakini Garius anaonyesha kutokuelewa chochote na anamwambia hajui ni nini kimetokea. Lakini kimoyomoyo wakiwa wanacheka sana yeye pamoja na Merlin. Merlin na Garius wanajaribu kukitega kigoblin kile kwa gold na kinaingia kwenye mfumo, lakini wakiwa wanajaribu kukikamata au kukidaka kukirudisha kwenye boksi, kwa bahati mbaya kinamuingia Gaius. Sasa Gaius anamilikiwa na goblin. Anaanza kufanya mambo ya ajabu, anashangaza sana, amebadilika sana na Merlin anamshtukia. Sasa goblin anamcontrol Gaius na anamfanya Gaius kufanya matendo ambayo anataka yeye. Wanaingia kwenye ugomvi na Merlin. Hivyo Gaius anaenda moja kwa moja kumshtaki Merlin kwa Uther kwamba Merlin ni mchawi. Jambo ambalo lilishangaza watu wengi. Imekuaje Gaius ameenda kusema hivyo kwa Uther? Merlin anajaribu kujitetea kwamba Gaius sio wa kweli, lakini hakuna anayemsikiliza. Merlin anatupa jela. Usiku unaofuata anatoroka na sasa jeshi la Camelot linamtafuta sana Merlin. Upande wa pili Arthur anamshtukia Gaius na kusema kwamba imekuaje amebadilika ghafla, hivyo ataenda kusema kwa mfalme. Lakini pale Gaius ambaye tunafahamu anamilikiwa na goblin amgeuza Arthur kuwa na masikio na sauti ya punda, hivyo Arthur hawezi kusema na hawezi kutoka nje. Merlin anakutana na Gwen na anamwambia kwamba inabidi aende kwa Arthur na kumuelezea kila kitu. Gwen akifika kwa Arthur anamkuta Arthur yupo kama punda, hivyo anashangaa sana. Anarudi na kumuelezea Merlin kila kitu. Merlin anajizuia kucheka sana, lakini mwisho wote wanacheka kwa sababu Arthur amekuwa punda. Kisha wanakuja na mpango, wanagundua kwamba ili goblin aweze kumtoka Gaius inabidi Gaius afe au akaribie kufa. Wanatengeneza sumu kwa ajili ya Gaius, lakini pia wanaandaa antidote au dawa ya sumu ile. Kisha wanapaka sumu ile kwenye goldi ili Gaius akija aweze kulamba goldi zile, na goldi zile zenye sumu zimfanye Gaius aweze kufa. Plani inaenda kama walivyopanga. Goblin aliyeko ndani ya Gaius anaona kama Gaius anakufa, hivyo anatoka na haraka wanajaribu kumkamata. Merlin anafanikiwa kumkamata goblin na kumrudisha kwenye box chake. Lakini pia dawa au antidote ambayo walikuwa wameandaa kwa ajili ya sumu ya Gaius haionekani tena. Hivyo Merlin anatumia uchawi kutafuta dawa ile na anaipata bila Gwen kujua. Wanampatia dawa ile Gaius na Gaius anaamka tena. Mfalme anamfutia mashtaka Merlin baada ya Gaius kumwelezea kila kitu mfalme kwamba alikuwa amemilikiwa na goblin huyo, na anampeleka goblin yule mbele ya mfalme, na mfalme anaamuru goblin yule atupwe mbali na afiche sehemu ambayo haiwezi kufikiwa tena. Na huo ndio ulikuwa mwisho wa sehemu ya 29. Asante kwa kuwa nami mpaka mwisho wa video hii. Sehemu inayofuata ni sehemu 30, 31 na 32. Endelea kuwa nasi The Marside. Mpaka wakati mwingine, bye bye.